Karibuni mkae jamani. Vuani viatu tuamne. Bomba. Wale. No? Masaji? Chizi. Kuweza kumkaribisha madam kwa kutenga muda wake kwa kuacha kila shughuli ambayo alikuwa anaifanya yeye pamoja na wanafunzi walioambatana nao. Kwa hiyo napenda kumshukuru kwa kuweza kufika hapa, lakini pia amekuja kwa ajili yenu ama kwa ajili yetu. Kwa hiyo ana vitu ambavyo amevileta kwa ajili yetu. Kwa hiyo sisi hatuna chochote cha kumlipa zaidi ya kutoa shukrani, sawa, lakini pia malipo yote Mungu pekee ndiye atakayemlipa yeye pamoja na wale wote ambao wamechangia katika zoezi hili la kuweza kufika hapa, pamoja na hivi vitu ambavyo vimeweza kufika hapa. Kwa hiyo kuna yeyote aliyochangia chochote kwa namna yoyote, Mungu pekee ndiye atakayewalipa katika hili. Sawa jamani? Sawa Lakini pia nipende kutumia fursa hii kuweza kutoa utambulisho mfupi ama historia fupi ya kituo. Kituo ilianzishwa mwaka 2012 katika kijiji cha Mindu, lakini uendeshaji wa kituo ulikuwa ukiendelea pale Mindu, lakini kutokana na ufinyu wa eneo lilokuwepo, eneo la Mindu, mpaka hivi sasa kituo kinaendelea hapa, lakini mwanzo wa kituo kilianzishwa Mindu mwaka 2012, lakini kutokana na ufinyu wa eneo tukaweza kuhamia hapa Lugono. Lakini pia tuko na idadi ya watoto kama 130, japo idadi sijainakili vizuri kwa sababu wanaongezeka kupungua, lakini wako wa jinsia tofauti tofauti. Wako wa kike, wako na wa kiume. Sawa jamani? Lakini pia shughuli zote zinaendeshwa na mkurugenzi ambaye ni mama yetu, anaitwa Raya Subaha Agano, ndiye mkurugenzi wa kituo hiki, lakini sisi tunasimama ni kama watendaji. Machache na hawa vijana wetu. Mimi majina yangu ninaitwa Madam Jenny Richard Nyombo. Mimi ni mshauri wa wanafunzi pale Sega Sekondari, inapatikana kule Mkundi. Sawa Mimi ni mshauri professional, mimi ni mshauri. Nafanya kazi ndani ya shule ya Sega. Kwa hiyo niseme kwa niaba ya uongozi wa Sega Girls Secondary School wanafahamu kwamba mshauri wa wanafunzi Madam Jenny pamoja na wanafunzi wa kidato cha kwanza 32 wapo kule Lugono kwa ajili ya zile visiting ambazo wao wanazifanya kila mwisho wa mwezi kama utaratibu wetu unavyotaka tufanye hivyo. Sisi tuseme kipekee tunamshukuru Mungu kwa neema kuu ambayo anatukirimia kila siku. Hili ni moja ya zoezi ambalo lipo pale kazini au shuleni ambapo mimi nafanya kazi, lakini ambapo hao watoto wanasoma. Ni utaratibu wetu kila mwaka, kila mwezi kuchukua watoto kadhaa kuwapeleka kwenye kituo cha watu ambao wana mahitaji maalum, ikiwemo vituo vya watoto yatima, ikiwepo hospitali, magereza, kwenye vituo vya kulelea wazee na sehemu zinazofanana na hizo. Hii ni sadaka kutoka kwenye taasisi ya Sega ambayo inatolewa na watu kwa ajili tu ya kwenda kuwaona wahitaji. Na mimi niseme tu kabisa tunamshukuru Mungu sana kwa huyu mtu ambaye alipata haya maono ya kuwa na hiyo shule, lakini na wale ambao mpata maono kumsapoti kwa namna hii. Kama alivyosema kaka pale, kuna mtu mmoja amebeba haya maono
ya kuanzisha kituo akaanzisha kule Mindu, lakini bado ameyabeba tena kusogeza sehemu ambayo anajua atapata nafasi ili aweze kukaa na watoto wengi. Mara ya mwisho wakati tunakuja hapa, kama sio mwaka jana, mwaka juzi, idadi ya watoto ilikuwa kama 72 kama sikosei, lakini mwaka huu imeshoot, tunaweza kuona ni kama karibia ifike mara 2 yake. Yote hiyo ni kwa sababu kuna mtu mmoja ambaye amebeba kitu cha usaidizi. Kuna huduma ndani yake ya kukarimu na kusaidia watoto ambayo Mungu ameweka ndani yake, anasaidia kwa namna hii. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana kutupokea na kutukaribisha kwa mara nyingine. Nilikuwa tuanze leo safari yetu asubuhi kama ilivyo kawaida, ili tuweze kushiriki shughuli mbalimbali. Hao watoto wa kidato cha kwanza kwa pale shuleni ni mara yao ya kwanza hizi trip. Yumkini walishaweza kwenda kipindi cha nyuma huko, lakini wakiwa wanatokea nyumbani, lakini kwa taratibu za shule ni mara yao ya kwanza. Kwa kawaida tukifika kwenye vituo kama nilivyowaambia, tunashiriki kwenye shughuli mbalimbali zile za jamii, si ndio Tena ameona itukodishie gari tuje walau tufikishe kile ambacho taasisi imetukabidhi, lakini pia tu waone ndugu zetu afu turejee kule shuleni. Niseme jambo moja tu, nimeambiwa niongee na nyie kwa shauri, lakini pia kuatia moyo. Niseme hivi, mahali ulipo shikilia sana. Sawa Umepata neema ya kuwa hapo ulipo. Wale uko shuleni, hawa ambao wapo kwa kituo lakini na wenyewe wanasoma, tumeambiwa kuna wa shule ya msingi, kuna wa sekondari. Kila mmoja ako na ndoto zake, na hizo ndoto ambazo uko nazo Mungu peke yake ndo anajua namna atakavyozifikisha huko. Anatumia watu tu kama hivi waliopo hapa kituoni. Kuna mtu mmoja ambaye yeye pamoja na wengine wanakuwa madaraja ya kuangusha nyinyi kufikia kwenye ndoto zenu. Kwa hiyo usichukue nafasi kwamba mimi labda yani ukajichukulia kwamba labda wewe sijui unafaa sana, unastahili sana. Sisi tunasema ni neema tu za Mungu. Kwa hiyo usichezee hiyo nafasi. Hebu itumie vile ambavyo inapaswa kutumika, ili baadaye usije ukafika kwenye sentensi ya ningelijua ningekazana kweli kusoma. Tunaelewana Kuna wanaotaka kuwa madaktari, kuna wanaotaka kuwa mapilot, kuna wanaotaka kuwa waandishi wa habari, kuna wanaotaka kuwa wachumi, kuna wanaotaka kuwa mambo kada mbalimbali, wahasibu, mambo mbalimbali. Ili ufikie kwenye ndoto zako lazima ufocus. Namba 1, Mungu kwanza, ambaye ndo muweza wa yote, ambaye ndo katuumba sisi wote. Mungu kukuumba wewe, ujaje duniani kwa bahati mbaya, lipo kusudi. Yaani wewe kaa tu jiulize kwamba hivi kwa nini nimezaliwa? Kwa nini nipo duniani? Kwa nini Mungu aniacha mpaka sasa hivi? Kuna ambao wamekufa, wengine hivyo. Ina maana kuna kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako, ndio maana wewe upo mpaka leo hii. Na sasa ukiona umeamka salama, ni kumshukuru Mungu kwanza kwa pumzi na huo uhai. Lakini pia una afya, unashukuru Mungu kwa afya. Kinachofuatia ni juhudi zako sasa binafsi ambazo zinasaidiwa na wale watu ambao wamewekwa kwa ajili ya kuhakikisha unafika mahali. Sasa ukichukulia tu for granted kwamba watanihudumia tu, watafanya hivi, kuna leo, kuna kesho. Sio, tunaelewana Unajua leo tunaishi lakini kesho hujui, hapa tutamka tunaweza tukaongea lugha nyingine. Kwa hiyo wanasema Waswahili, ukishikwa shikamana. Tunaelewana wanangu Ukishikwa shikamana, kwa sababu la kesho ulijui. Umepata neema hii, waliopo vituoni, waliopo mashuleni kule wanaosoma vituoni, mpo hapa, unaenda shule, unarudi, shukuru Mungu, pambana. Waombee waliobeba hayo maono na wasaidizi wake, jiombee na wewe mwenyewe, focus, songa mbele. Kwamba hapa Mungu, mimi nataka nifikie ndoto zangu. Mimi najua sijaje duniani kwa bahati mbaya. Hamna mtu ambaye amezaliwa kwa bahati mbaya. Bahati mbaya tunazo sisi binadamu, yale maneno. Yaani ilikuwa bahati mbaya, hakuna bahati mbaya. Ukiruhusiwa au umezaliwa, Mungu ameruhusu utoke duniani, lipo kusudi. Kwa hiyo usiishi tu kwa bahati mbaya. Hakikisha kama umepata neema ya kwenda shuleni, nenda kasome. Na usomi unaenda na discipline, nidhamu. Usipokuwa na nidhamu, kufaulu wewe sahau, kwa sababu hakuna mtu atakaye kunenea mazuri. Kila mtu atakuwa anaongea tu, yule mtoto jamani ana akili. Kwa kweli ana uwezo, ana kipaji, hayupo hivi na hivi.
lakini nidhamu yake sijui. Hayo sio maneno mazuri, haiwezi kuambatana na wewe. Kwa hiyo nidhamu ni kitu muhimu sana na cha msingi cha kufanya ufike kwenye ndoto zako. Nyingine tena unapopatikana muda wa kuja, basi hapa kama nyumbani, mje tu wakati wowote. Utawakuta vijana wenzenu wapo, utakuta na sisi wazee tupo. Kwa hivyo tunawashukuruni sana. Nashukuru sana madam kwa ujio wako, kile ambacho kimekuja kama sadaka tukipokea. Mwenyezi Mungu awazidishie sana kheri. Mwenyezi Mungu awabariki. Hiki ni kikubwa sana, na kutoa ni moyo. Kutoa ni moyo, basi Mwenyezi Mungu awabariki sana. Na tunakukaribisha sana sana tena sana. Siku nyingine wakati wowote ule. Hapa ni kituo chenu. Tupo na watoto hawa. Basi hakuna zaidi ya kusema, ili tuwape ruhusa ili muweze kufika mapema na kuendelea mambo mengine. Nasema asanteni sana na karibuni sana. Naitwa Faria Hamisi Mohamed, nimetoka katika shule ya sekondari Sega. Nimekuja kuwatembelea katika kituo cha Raya Islamic. Tunawashukuru sana, asante wenzetu kwenu kwa ushirikiano wenu, kwa sababu tumewauliza maswali mmeweza kujibu. Pia tunaombea kwa Mungu atangulie, endelee kuwalinda na kuongoza katika masomo yenu, awalinde wote viongozi, watoto, awalinde katika masomo yao, awaongoze kwa kila jambo wanalofanya ili wapate kufikia kwenye ndoto zao. Tunasema asanteni sana, tunaanza kuondoka.